Habari asubuhi. Sawa bosi, unaona Ni kweli kwa sababu jana kuna baadhi ya mafaili siku ya saini. Kwa nimewahi niweze kuyatia saini, lakini pia baadaye na ratiba ya kutoka. Vijana wa editing wameshafika? Yeah, wameshafika kwa bosini. Wanaendelea na kazi. Okay, basi ni vizuri. Mimi nipo ofisini sasa. Hamna shida. Lakini bosi, samahani. Kuna watu wanataka tukafanye kazi Kakonko, kuna harusi. Wametaka full coverage. Ikiwa ina maana kwamba wametaka live streaming, lakini pia wamehitaji picha na video. Basi vizuri. Na umeangalia vizuri hiyo tarehe, hatuna oda nyingine? Hapana, nimejaribu kuangalia lakini bado sijaona. Wameshatuma risiti ya malipo ya advance? Yeah, nimeshaona risiti ya malipo. Basi hiyo nzuri sana. Unajua la ya kampuni tenda zipatikane. Kwa kidogo inapokuwa pana changamka kiasi hicho, kidogo tunapata ugali, hiyo inakuwa nzuri sana. Nikisema sungura kasema, anayeongoza hapa ni sungura. Kwa hiyo nikisema sungura kasema unafanya. Ukisikia mimi nimesema, mimi kama mimi basi na kuwa na sungura basi unaahirisha. Si ndio? Ndio sene mara mwisho hapo. Sungura kasema zungusha. Shika mikono. Tuendelee. Sungura kasema zungusha. Kasema zungusha. Sawa. Taratibu. Tosh. Zoezi la kwanza tumefeti kabisa. Yani simaanishi kwamba nawakatisha tamaa, hapana, kwa sababu hakuna alianza na fahamu. Kila mmoja alianzia chini kwenda juu. Nadhani tujaribu upande wa pili tuone. Kitu ambacho nataka nyinyi mueti ni kwamba wewe ni mume na huyu ni mke, lakini ni mke ambaye hatimizi majukumu yake. Unaweza kukuta muda wote ipo busy na simu, yani hafui, yani majukumu yote ya mke hayatimizi. Kwa leo umemuita mke wako, unazungumza naye, unamuelewesha ni jinsi gani aishi kwenye majukumu yake. Mwalimu sawa? Nibuuze kitu. Uliza. Hivi mimi nani yako? No. Mimi kama ni mume wako, naomba unisikilize hiki ninachokuambia sawa? Unajua wanawake wengi popo sawa. Yaani katika vitu ambavyo waga sio sahihi na vinakera watu. Unakuta mtu akiwa anaangalia movie ile kamili kashika remote kakimbiza. Kwa nini? Ni kama hili ambalo unakuta unajua mimi ni nani? Sasa ukae unisikilize. Sasa hiyo inakera. Yaani ongea maneno mawili ndio kwenye point. Sawa? Yaani mfano, mke wangu, nimekuita hapa kwa sababu hivi kati mimi na wewe nani mume? Haiwezekani mimi nikupikie wewe, nikupulie wewe, nikudekie wewe. Kwa mimi nimekandukana wewe ulale, si ndio? Hasa pili chokuwa ni mimi au ni simu? Yaani pia simu uchukue nafasi ya kuwa kwamba wewe ni mwanaume tayari. Si ndio? Yaani tu ni maneno machache unaingia kwenye point mtu anapenda. Marivi, naomba niicheze mimi hiyo simu. Au mwalimu ipatie mimi. Kwanza huyu inaonekana tamke hana. Mimi hiyo sini naitendea haki kabisa hivi. Acha shobo. Maisha yangu kiza nene, mwanga na utafuta sioni. Maumivu naumia moyoni, asubuhi mpaka jioni. Furaha yangu ile ya zamani sasa imegeuka shubili. Pesa magali sasa yote ninavyo, ila amani ya moyo sioni. Maskini nilitamani utajiri, nikatumia
Asa leo ninaumiza akili, asa limegeuka shubiri. Jamani, duka kubwa, duka zuri, mpaka raha. Kweli Mungu amtupi mja wake. Wewe kufanikiwa kiasi hiki. Bwana kaa bwana kwanza. Jamani. Maneno tu. DC. Karibu mwaya. Asante. Unajua mimi nilikuwa nasikia tu. Sio chimbo la vijora. Mimi nilikuwa nashangaa. Kwani hilo chimbo la vijora wapi? Kumbe ni wewe. Nasikia dada yake paka amefungua duka kubwa. Wenye shughuli zao washindwe tu wao. Kwa kweli kama mnavyoona. Maana kwa maisha niliokuwa naishi nayo mwanzo, kwa mwenyewe ni shahidi. Mpaka sasa hivi nafikia hapa. Yaani mimi nikikumbuka jinsi mwanzo mlivyokuwa mnaishi maisha na mdogo wako. Mpaka nahisi kulia. Siku zote maisha ni fumbo. Na ndio maana tupasa kuishi na kila mtu kwa upendo. Maana hakuna ijuaye kesho ya mtu. Ndio hivyo shoka yangu. Hata mimi nashukuru kwa moyo wako wa kipekee. Maana kwa jinsi nilivyokuwa naishi na wewe mwanzo, nisingestahili kusogea karibu yangu kwa sasa. Wala usijali. Ni hali tu ya ubinadamu ile kufanya wewe kuishi na mimi vile. Lakini pia mimi nashukuru. Maana usingekuwa wewe kunistiri kwa wakati ule, nisingekuwa hivi leo. Lakini pia uende huko kanitangazia unete wateja. Kama unavyoona hapa kuna vijora, mitandio, mabaibui. Wewe waambie tu waje chimbo la vijora. Liko tu hapa karibu na msikiti wa Bakwata. Wala usijali, kwa hilo tu takuletea wateja mpaka utawakimbia. Si unanijua tena mimi ndo kijumbe wa mtaa. Wala usijali kwa hilo. Sawa. Gunga hapa shoga. Kama nilikuwepo. Wewe kijumbe usisahau bwana, sina kuaminia wewe. Ngumu kumeza, shubili. She. Na. Mbona umechafuka hivi? Mimi watoka zoezini shekhe wangu. Sasa zoezini ndio chafukia hivyo kweli? Sasa unajua mambo ya sanaa tuwafanya mazoezi Lakini we vipi, mbona hai wafunga duka saizi mchana waelekea wapi? Mimi naelekea nyumbani mara moja hapo. Kwani kuna tatizo? Kuna tatizo lakini? Sasa zoezini ndio unachafuka hivyo? Yaani shekhe wewe, shekhe una wivu wewe. Haupendi watu waendelee. Na ninakwambia shekhe, mwaka huu lazima mimi nitoboe. Si unaona dalili zenyewe zinajionyesha? Mimi kama mazoezi ya design hii. Wewe shekhe, mazoezi ambayo atakufanya kila siku kienda uende kununua kipande cha sabuni. Sasa shekhe wangu, kumbe wewe una akili. Yaani mimi watoka zoezini, wachafuka kuja kwako dukani wanunua kipande cha sabuni, uone kama wapata hela wewe hapo. Alafu leo hii waniambia eti si wachafuka si nini. Kwani shehe waga wanichangia kipande cha sabuni? Wewe kama unaenda nenda bwana. Kwa sababu unajifanya mbishi, utaki kuelewa. Vitu vingine watu wengine mnaelekezwa muelewi. Acha ngine atia hasira bwana. Wewe mtu unachafuka. Sasa vinakuhusu. Nikichafuka vinakuhusu. Kwambia kitu. Lakini kuna kitu nakifikiria lakini akiingia akilini. Kitu gani? Mbona sasa hivi wewe umshobokei sana Zabibu? Au baada ya kukuchoresha tu kaamua achane naye? Unajua ni kwa nini? Pale tunapoigiza pale. Kuna chuma na dili nayo sasa hivi. Toto lina nyashi. Toto lina nyashi. Limeumbika. So kama Zabibu kamenyoka kama kamoja kako hivi. Anakaeleweki. Chuma. Nini? Hapo umegusa penyewe sasa. Lazima niguse penyewe sababu ile mashine ukitambulisha hata kwa wazazi. Sawa? Kwa wazazi mpaka mama anasema unajua, mwanangu unajua kuchagua. Chana yeye na yeye Zainabu kamenyoka kama kamoja kako hivi. Tali sana mimi macho achana na wewe. Yaani wewe mimi nimekuachia Zainabu ili mimi niende kwenye kile chombo. Haya hapo tena umenifuata. Nimekufuata tena. Umenifuata nimekufuata. Wewe ndio umenifuata hapa. Kwa nini niambia ushamtongoza shemeji yako? Mimi hapo nitakuonesha yani umemtongoza shemeji yako. Sasa wewe hata kwanza wewe haweza kukubalia. Hata kanikubalia. Yaani kashakubali alafu unasema hajanikubalia.
Huyu vipi? Ashinde kunikubalia mimi Samboi wa Kitanzania kubali wewe. Sikia, nikikukamata kwa Zainabu nikusamea, ulikuwa unanifuatilia. Sasa pale ukinifuatilia shingo natoa na vidole. Maana unataka kunizoea. Yaani hapo wapi? Umenigusa penyewe. Wapi? Hapa hivi. Unanichinja. Sasa nikukamate sasa. Mimi ndo nakuchinja. Hapo abuju tena kuiona. Eti kameenda. Wewe tulia tu. Mimi nimejipatia chombo kimejaa chana zabibu. Wewe baki na zabibu ulimngangania. Mimi nimejipatia chombo kimejaa. Uvipi? Ngumu kumeza, shubiri. Ngumu kumeza. Mr. Paka, siku zinazidi kwenda na hautimizi agizo. Hivi wewe, mimi ushanigeuza Israeli mtwalo za watu, si ndio? Tambua hao ni binadamu wenzangu. Wewe ulijua hilo? Kila siku kuua tu. Kumbuka kiapo chako. Uliapa kwamba hautakuwa na huruma na mtu yeyote kwa ajili ya pesa. Vipi iweje leo unakuwa na huruma na mke wa rafiki yako? Kama ningejua maisha yatakuwa hivi baada ya kuupata utajiri na umaarufu niliokuwa nikiutaka, wala hata nisingekubaliana na wewe. Ni bora ningebakia kuwa maskini kuliko kuendelea kuishi maisha haya ya kumwaga damu za binadamu wasiokuwa na hatia hata kidogo. Paka, zimebaki siku 2 tu. Usipolitimiza hilo, basi jiandae kuona asali ikigeuka kuwa shubiri. Ula yangu ile ya zamani sasa imegeuka shubiri. Pesa magali sasa yote ninavyo, ila amani ya moyo sioni. Maskini nilitamani utajiri, nikatumia njia za asili. Asa leo ninaumiza akili, asali imegeuka shubiri. Kweli? Nambie. Ulipokosa mtoto umempakatosha au? Kawaida tu. Sana. Nipo siku. Hata kuosha nitakusaidia. Wish. Kama uchafu. Nitakusaidia. Osha kwanza na tunaenda ndani. Tuwe sharuti. Start. Basi saa nitakusaidia. Ngumu kumeza, shubiri. Ngumu kumeza. Bwana, hii ni kwa wapenzi wote wa burudani na filamu za kibongo. Tarehe 8 mwezi wa 8 2026, Nyakanazi inazizima. Jiandae kushuhudia filamu ya kipekee iliyojaa burudani, mafunzo na simulizi zenye kugusa maisha ya kila siku. Ili kufanikisha tukio hili kubwa, tunawaomba wadau, marafiki na wapenzi wa sanaa kutoa michango yao ya ufadhili mapema. Bila kusahau, tamasha hili limedhaminiwa na Kanunte Lodge, Tiger Genie, Findu Production akishirikiana na Step Film. Kwa pamoja tunasema hii mbaya sana. Maisha yangu kiza nene, mwanga na utafuta siuoni. Maumivu naumia moyoni,
asubuhi mpaka jioni. Furaha yangu ile ya zamani sasa imegeuka shubiri. Pesa, magari, sasa yote ninavyo, ila amani ya moyo sioni. Maskini niliutamani utajiri, nikatumia njia za asili. Asa leo ninaumiza akili, asali imegeuka shubiri.